Na mmoja yuenda msikitini, akuta kuna mtoto mmoja yualia kwenye mlango wa msikiti, wenzake furaha, wanacheza, wanakula halawat, wanakula pipi na nini, yeye yualia. Awauliza, ana nini huyu? Asema, huyu waja hapa haji na hela, sisi tunakuja na hela zetu, twanunua pipi, twanunua nini, yeye anabaki aomba hizi chokoleti zetu. Yule bwana akamfuata ule mtoto, akamshika kichwa, akamuuliza, kwani wewe waishi wapi? Naishi na mamangu. Babako yuko wapi? Babangu mimi ni yatima, ametangulia ulimwengu akhira. Yule bwana akaondoka haraka, akenda akanunua zile halawa, machokoleti na pipi zile, akamletea. Maisha yakaendelea. Kijana huyu alikuwa kila akimuona ule mzee anamsalimia vizuri, lakini akafika wakati huyu kijana Allah akamfungua kwenye biashara zake, akawa ndiye anamwangalia huyu mzee uzeeni, hana watoto. Yule mzee siku moja kalazwa hospitali, kila wakati yule kijana yuaja kumshughulikia, ndiye anaisimamia matibabu yake. Ikafika wakati huja mpaka akamtoa nje, akamtembeza, akamregesha, anamuogesha. Siku moja akachelewa. Yule nesi akamuuliza yule mzee, kwani kijana wako yuko wapi? Akamwambia, for your information, yule si mwanangu. Vile anavyokuhudumia? Sema, si mtoto wangu. Mbona anakuhudumia vile? Akamwambia, hata mimi nimemuuliza swali hilo, lakini na wewe leo akiingia, hebu muulize. Yule muuguzi akawa na hamu kumsubiri kijana. Alipoingia mshughulikia yule baba, akamwambia, huyu ni babako? Akamwambia, la. Na mbona unamhudumia sana? Akamwambia, utamu wa pipi yake bado uko mdomoni mwangu. Pipi alionilisha wakati mdogo, wenzangu wanakula, mimi nimebaki bila, nalia. Alininunulia pipi akanilisha, mpaka leo utamu wake uko mdomoni. Ndio unaonifanya bibi nimuhurumie.